Karibu sana mtazamaji wangu, karibu. Naitwa Karibu Lois. Leo nitaelekeza jinsi ya kutumia tunda la limao kuharibu yani faida karibia 10 hivi nitaelekeza za kutumia tunda la limao. Inawezekana umetumia chumvi ambayo imeshindikana, umetumia mkojo imeshindikana, umetumia mdalasini, sijui vitu vingi sana imeshindikana. Jaribu kutumia hili tunda la limao. Kuna mtu niliwahi kumwelekeza, alinipia ushauri nikamwelekeza na ameona matokeo mazuri sana. Na kuna dada mmoja niliwahi kutoa ushuhuda, nafikiri kwa mwaka jana, huyo dada alikuwa ni changudoa anayejiuza. Akatumia tunda la limao, akapata mwanaume mzungu, sasa hivi yuko Ulaya. Naona? Kwa hiyo kwa kutumia tu tunda la limao. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona remedies zimekataa sana, sio nini unakuwa unabadilisha hivyo, ipo siku tu Mungu atafungua mlango na wewe mradi unapotia nia, lazima Mungu afungue mlango. Faida ya kwanza ya kutumia tunda la limao, Wakongomani limao huwa inawachanganya ni citrus. Citrus kwa Kifaransa. Naona ukitafsiri kwa Kiingereza itakuletea lemon. Tunda la limao, limao kwa Kiswahili. Naona? Faida ya kwanza ya kutumia tunda la limao ni kuzuia mashambulizi ya kiroho. Yaani mashambulizi ya kiroho, kwa mfano unaweza kawa tu ukajikuta unashambuliwa na watu wengi, huyu anakutukana, huyu anakuharibia kazi, huyu nyumbani kuna vurugu, mtoto akapata tatizo. Yaani unajikuta wewe peke yako unapitia changamoto nyingi sana. Kwa kutumia sana tunda la limao. Utalitumiaje? Kamulia kwenye maji ya kuoga. Ogea kila siku asubuhi na jioni. Wengine wananiambia kwamba hawezi kuoga asubuhi kwa sababu kuna baridi, ama hawezi kuoga jioni. Kamulia hata kwenye kombe, nawa uso wako, viganja vya mikono na miguu. Naona? Faida ya pili ya kutumia maji ya limao ni kuondoa ugomvi nyumbani. Kwa mfano wewe ni baba wa familia au mama wa familia. Unaona kwenye katika nyumbani kwako kuna ugomvi, watoto wako hawapatani, ndugu hawapatani. Mnaishi familia moja labda nyumbani pale kwa watu wengi. Na hii unaweza kufanya mtu yote ambaye mnaishi familia kubwa. Chukua maji ya limao, chukua maji kama lita 1, kamlia mle limao, nyunyizia nyumba nzima. Ile roho mbaya, ugomvi, chuki wa familia utaondoka. Lakini pia unaweza kaweka kwenye maji yako ya kudekia. Sasa kwa sababu maji ya kudekia yanakuwa ni mengi, weka hata limao 3 au 4 mpaka 5. Kamlia mle, dekia nyumba nzima. Haitachukua hata siku 3, utaanza kuona tu ile maugomvi yataanza kuondoka yenyewe. Kwa sababu kila kitu kinachofanyika huwa lazima kuna chanzo, kuna sababu. Kwa kazi ya limao ni kuondoa zile negativity nyumbani. Ugomvi, chuki. Unaona ndugu zako, watoto wako wanagombana mpaka wanataka kuuana. Tumia maji ya limao, yataondoa hizo tatizo zote. Faida nyingine ya kutumia maji ya limao ni kuondoa ndoto mbaya. Kuna mtu aliniambia alitumia chumvi ya mawe, jicho la 3 likafunguka kwa nguvu mno. Kwa hiyo akawa anaota hata ndoto 20 kwa usiku mmoja. Kawaida unatakiwa wote ndoto 1 au 2. Sasa anaota hata ndoto 20 kwa usiku mmoja mpaka akachanganyikiwa. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto hiyo, chukua maji ya limao, likate katikati, changanya kwenye maji, halafu weka na chumvi ya mawe. Kwa sababu ulitumia chumvi ya mawe peke yake, ikafungua kwa nguvu sana mlango wako wa ndoto. Kwa hiyo changanya na limao ili kupunguza ule ukubwa wa ndoto zilizofunguka. Tufanye hivyo. Chukua maji ya limao, weka kwenye kombe, weka na chumvi ya mawe, na uwe usiku kabla hujaenda kulala. Na ukiweza na viganja vyako na miguu, nenda ukalale. Halafu kuna ndoto mbaya, lakini mbaya zaidi. Kuna ndoto lakini kuna ndoto mbaya zaidi. Kwa mfano ndoto za vifo. Unaota kwa mfano unashambuliwa na nyoka, unaota unadumbukizwa kwenye shimo, yani umekutana na shimo kubwa ukatumbukia, unaota unakata mapanga mtu anaukimbiza, unaota unapigwa, unashambuliwa na wanyama wakali. Hii sasa unatakiwa ulitumie limao yenyewe bila kuchanganya na maji. Utachukua limao, ikate katikati, kamua yale maji yake paka usoni na mikono yako na miguu kwenye nyayo. Unapaka kama unapaka mafuta. Limao kabisa yenyewe bila kuichanganya na maji. Halafu nenda ukalale. Yale mandoto Mungu atazuia. Unapofanya kitendo cha imani cha kutumia limao,
mwambie Mungu, nimeota hii ndoto mbaya. Ninaomba Mwenyezi Mungu, ninaikataa hii ndoto. Sitakufa, familia yangu hatakufa. Yaani unatamka maneno ya baraka ili ile ndoto ikanseriwe, iharibiwe. Universe moja kwa moja itaharibu ile ndoto. Lakini lazima ufanye kitendo cha imani cha kujipaka maji ya limao. Kwa ndoto za vifo kama hizo pia ni mbaya sana. Pia wakati mwingine una biashara, unaona biashara yako haiendi vizuri. Chukua limao, kamua kwenye kombe, changanya na unga wa mdalasini pamoja na asali. Limao, changanya unga wa mdalasini pamoja na asali, halafu unaweza ukanawia asubuhi. Ukiona inakuwasha, ongeza maji kidogo. Nawia, halafu nenda kwenye biashara zako. Kile kizuizi chochote ambacho kilikuwa kinasababisha wateja wasije kwenye biashara yako, wa fedha zisiingie katika ofisi yako, kitaondoka. Faida nyingine ya kutumia limao, mtazamaji wangu, ni kuondoa macho ya siri. Macho ya siri ni macho ambayo mtu anakufuata kwa nia ya kufanya nawe biashara nzuri kabisa, lakini nyuma yake kwa siri, ndani ya moyo wake, anajua kabisa anakutapeli, anataka kuharibia maisha yako, anataka kufilisi. Chukua limao, likate vipande 4. Halafu pulizia pumzi yako pale mara 3. Chukua na chumvi ya mawe ponde ponde, nyunyizia juu ile limao. Mwambie Mungu, nataka unionyeshe hii biashara naenda kufanya na huyu mtu itafanikiwa? Hanitapeli? Hanidanganyi? Hii eneo nataka kulinunua, hii nyumba nataka kununua, nitafanikiwa? Halafu liache, weka chini ya uvungu wako wa kitanda, liache mpaka asubuhi. Ukiamka asubuhi ile limao limebadilika likawa jeusi, usifanye hiyo biashara. Wala usiingie mkataba wote na huyo mtu. Lakini ukiamka asubuhi ukalikuta liko kawaida, liache. Liko sawa. Halafu wakati mwingine unaenda kupima hospitali. Faida nyingine ya kutumia limao, ugonjwa hauonekani. Mtu ananipigia simu ananiambia, nimepima hospitali, mirija yangu mizima, sina tatizo lote la homoni, lakini sishiki mimba. Tumepima na mume wangu, tuko sawa. Mwingine anakuambia naamka mwili wote unauma, pressure iko sawa, sukari iko sawa, kila kitu kiko sawa. Unajua na mashambulizi ya kiroho. Ni mambo ya uchawi. Chukua limao, kamulia kwenye maji ya uvuguvugu, kunywa, weka na chumvi ya mawe kidogo kama punje 3. Kunywa asubuhi na jioni. Kama ni ugonjwa uliosababishwa na uchawi, utaondoka wala hautakusumbua chochote. Kwa hiyo limao pia ina nguvu za kuharibu uchawi kama nilivyosema. Dekia nyumbani, ogea, alafu jifunze kuweka madhabahu nyumbani kwako. Madhabahu, utenga eneo la kuna fanya ibada zako kumwomba Mwenyezi Mungu kwa dini yako yoyote. Kumbuka maombi na dua huwa yanaondoa kila aina ya ubaya na vizuizi katika maisha yetu, kwa familia yetu na watoto wetu na mali zetu na kila kitu tulicho nacho. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, naitwa Tabibu Royce. Hizo ndio faida za kutumia tunda la limao. Sikiliza video mara 2 mara 3 utaielewa tu, na nikukumbusha kwamba ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Magonjwa sugu mbalimbali, natibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona. Utakula kila chakula, iwe constipation, kutokupata choo, utakula kila chakula. Tunazo dawa kwa ajili ya matatizo yote ya kizazi. Na kwa wewe uliyeko nje ya Tanzania, huwa tunatuma dawa ndani ya siku 7 unapokea. Ukiwa ndani ya Tanzania ni ndani ya siku 2 utapokea. Matatizo yote ya kizazi, kansa ya kizazi, uvimbe wa kizazi, uvimbe wa matiti, uvimbe wa aina yote mwilini, na kutibu. Dawa inaondoa uvimbe wa sentimita 7 ndani ya mwezi mmoja. Magonjwa ya tezi dume kwa wanaume, hernia, mshipa wa ngiri kwa wanaume, matatizo yote ya kizazi kwa ujumla. Tunazo dawa pia kwa ajili ya kushusha pressure. Nimeboresha sana sasa hivi dawa yangu ya pressure. Zamani ilikuwa inachukua siku 3 ndio mtu anaanza kupata nafuu. Sasa hivi ni dakika 30 tu, nusu saa. Pressure ilikuwa iko juu sana, inataka kupiga stroke, moyo umepanuka. Tatumia dozi yangu kwa muda wa mwezi mmoja na matokeo utaanza kuyaona ndani ya dakika 30. Kama kifua kilikuwa kimebana, kitaachia. Na kutibu ugonjwa wa pressure kwa muda wa mwezi mmoja, inashuka, inakaa kawaida. Kama imeshaleta madhara, umepigwa stroke au moyo umepanuka au umeharibu figo, figo na kutibu kwa mwezi mmoja, mradi uwe haujaanza dialysis. Ukianza dialysis huwa ni 50 kwa 50. Inaweza kapona ama isipone, lakini ukiwahi mapema inaitibu kwa 100%. Lakini kama imeshapigwa stroke ama imepanua moyo, huyu mgonjwa anatakiwa awe na mtu wa kumsimamia kunywa dawa, na dozi inachukua miezi 2 ndio anaweza karudi kawaida.
Matokeo ataanza kuyaona baada ya mwezi mmoja. Tunazo dawa pia kwa ajili ya magonjwa ya macho, macho kushindwa kuona mbali au karibu, au vinyama vinavyoota hapa kwenye jicho leupe, jicho jeusi, ama huku mwishoni, ama kushindwa kuona mbali au karibu. Mionzi pia inaharibu sana macho. Naangalia simu muda mrefu, natumia kompyuta muda mrefu, inaharibu sana macho. Tunazo dawa kwa ajili ya magonjwa ya kinywa na meno, fangasi za meno, meno yaliyolegea, tonsils, matezi ya kooni, kansa ya koo, dozi ya mwezi mmoja, lakini kwa meno na kinywa ni dozi ya wiki moja. Na tunazo dawa za bawasiri, ni vinyama vinavyoota kuzunguka njia ya haja kubwa, na kutibu kwa wiki 2 tu unapona. Na tunazo dawa kwa ajili ya kusafisha figo, ini na bandama, dozi ya wiki 4. Wahi mapema kabla hazijafeli kabisa. Ikishafeli huwa ni 50 kwa 50. Kama haijafeli 100%. Na tunazo dawa pia kwa ajili ya magonjwa sugu mbalimbali, magonjwa sugu, lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya mvuto wa pesa, mvuto wa mali. Tunazo dawa pia kwa ajili ya limbwata, kumtuliza mpenzi wako mkorofi, na dawa za magonjwa sugu mbalimbali. Muda wangu umeisha, wanaenda dakika 10 tu. Na kwa maswali zaidi nitumie message WhatsApp. Namba yangu ya WhatsApp iko kwenye profile, pia kwa YouTube wanaiweka pale kwenye video. Watu wa TikTok, ingia kwenye picha yangu pale kwenye profile, utaona namba yangu ya WhatsApp. Usinitumie voice call. Watu wa Kongo na Burundi mnatuma sana voice call, zinaingiliana na simu. Kwa hiyo ninakusihi sana, ni either uniandikie message ama unipigie. Unaweza kupiga direct ama ukanipigia kwenye WhatsApp. Ukiwa nje ya Tanzania tumia WhatsApp. Inakuwa rahisi sana mimi kuwasiliana na wewe. Asante sana kwa kunitazama. Mungu akubariki sana. Bye.